Jena Mtito TV. Jena Mtito TV. Jena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mimi niko vizuri za kwako? Salama kabisa, pole na haongea na majukumu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu uzima upo, majukumu yapo, kwa tunaendelea kusoma gurudumu. Bado mimi kisamba naona ujana sasa unazidi kusogea sasa. Sasa tunakwenda kwenye uzee. Hapana. Ni sababu unaona sasa hizi ujana unarudi nyuma sasa nini unarudi utotoni. Yaani mimi naona kama nguvu zinaisha, tunazidi kusogea. Bado sana. Ndio. Ana Salamba, natamani tuanzie hapa kwa upande wa usajili. Joto ni kubwa kulikweli Tanzania, hasa msimu unaokuja. Kila timu inataka kuimarisha kikosi chake. Simba, Yanga, Azam na timu nyinginezo. Lakini siku ngapi nilijaribu kufuatilia bwana Salamba au mimi nakuitaga Lomano wa Bongo. Ukisemaga jambo basi ujue lipo kweli. Hapa jambo la kwanza nataka tustiki katika upande wa usajili ambao ulizungumzia. Kuna mchezaji ambaye yupo Simba. Kila kitu kiko sawa. Muda na saa yote msimu ukiisha basi atatambulishwa Young Africans. Hii taarifa kwanza nataka tuanze nayo. Nafikiri kama ambavyo nilivyozungumza, na nashukuru umeweza kujua kwamba nikiandika au nikisema kitu basi huwa kitakuwa kinatokea. Ni kweli katika usajili ambao unafuata, ujue siku zote mwisho wa msimu mmoja ndio ni maandalizi ya msimu mwingine katika ligi. Na ukiangalia katika siku za karibuni Yanga wamekuwa kwa busy sana kuhakikisha kwamba timu yao inaweza kumaintain ule ubora ambao uko nao. Tokea wamemchukua Mwalimu Nabi wakaanza kufanya vizuri, wamekuwa ni timu ambayo siku zote wana maintain, wanahakikisha kwamba kama kuna baadhi nyota wanaondoka basi pia wanachukua nyota wengine ambao watakuwa na ubora unaofanana na walioondoka au bora zaidi. Kwa katika kuhakikisha hilo huwa wanaanza shughuli zao za usajili mapema sana, na kulizungumzia hilo ni kweli tayari kuna nyota mmoja muhimu sana wa kikosi cha Simba ambaye kimsingi taarifa zake zimekamilika, isipokuwa muda wa kuweza kuzitoa haujafika. Lakini kweli watakwenda kusajili nyota mmoja ambaye ataweza kuleta vilio na simanzi kubwa kwa wana Simba, kwa sababu ni kitu ambacho hawakutegemea. Sababu kuna kauli wanasema hataamini macho yao. Hawataamini kwa sababu ni mchezaji ambaye wanampenda, wanamtegemea, lakini kutokana na mambo ya football, lakini pia na biashara yenyewe ya mpira miguu, ujue saa hizi most of the player wanatamani kucheza Yanga kutokana na ubora, lakini sio bora tu, ni kikosi ambacho kimekuwa kina mazingira mazuri ndani na nje ya uwanja, ushirikiano, branding yake imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo nyota anafia kaangalia kaona kwamba ili niweze kufikia malengo yangu basi ngoja nijiunge na nyota wengine, ndio maana kama ameshawishika na kuweza kusajili dili la miaka miwili. Miaka miwili. Katika hili uone kwamba pengine timu inaweza kaingia sasa hofu na ikaongeza dau. Kwanza sijamtaja ni nani, lakini pia biashara ishaisha. Kwa hiyo ni swala la muda tu. Sijamtaja na biashara imeshaisha. Kwa watu wasubiri tu, na nitaanza kumsema au kumtamka kabla klabu ya Yanga haijamtamka. Nachosubiria hapa tu ni kwamba tu usajili, yani ligi ishe, timu ziingie kwenye maandalizi, pale nitakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza. Kwamba huyu ni mtu fulani na mtu fulani. Kwa sababu haitakuwa na athari, lakini kipindi hiki nikizungumza naweza nikamwatalishia yeye na mashabiki zake na viongozi wake kuonekana kwamba tayari tofauti, lakini tayari Yanga washamaliza. Turudi sasa kwa upande wa wananchi Young Africans. Na kupia inasemekana kuna baadhi ya nyota muhimu wataondoka msimu unaokuja, ikiwemo Mzize, Djigui Diarra, Stefan Aziz Ki. Taarifa hizi tetesi zake ni sahihi ama tu ni bla bla? Nafikiri ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuweza kuzizungumza, kwa maana kwamba biashara ya Mzize na Aziz Ki ilikuwa tayari ishakamilika. Ni swala tu la muda wa kuweza kumalizia msimu na klabu ya Yanga iweze kuachana nao. Ni wachezaji ambao wametumikia katika msimu katika bora wali ya juu. Utakuwa ni shahidi, Mzize sasa anakuwa miongoni mwa vinara wa ufungaji, magoli 13, nafikiri 13 ambaye anaongoza. Lakini Azizi amekuwa na mchango mkubwa katika klabu ya Yanga tokea amekuja Yanga mpaka msimu huu kwenye ligi, kwenye FA. Kwa hiyo Yanga wakaona kwamba katika kipindi hiki ambacho wapo kwenye peak ndio muda sahihi wa kuweza kufanya biashara, kutokana na ofa ambao walikuwa wameipata ni ofa kubwa sana. Kwa hiyo wakaamua, na ndio ukiangalia hata katika siku za karibuni ni kama Yanga imeanza kucheza ikiamini kwamba kuna siku haitakuwa na Aziz Ki. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kinasubiria tu muda ligi iweze kuisha, na baada ya hapo Yanga wataweza kuachana na Azizi na Mzize. Na ndio maana haraka baada ya kukubali dili ya Mzize na Aziz Ki wakaenda kurudi kwa Faisal Salum ambaye kimsingi
ni tayari ushamalizana naye, ni swala la muda tu. Fei Toto Mwakani anarudi Yanga. Fei ni kabisa, ni swala la muda, ni green and yellow, swala la muda tu. Hata masiala wanakaka salama. Ndio nakupatia sasa hivi. Ulimtaja kabisa. Hii ndio nakupatia kabisa. Exclusive ya kwako. Jela Mtita. Nashukuru sana, nashukuru. Tembea nayo hiyo. Tamba nayo kabisa. Nashukuru sana. Sababu mimi hakika nakwambia kiukweli tunaamini sana katika Lomano wa Bongo. Endelea kuliamini. Kabisa. Yes, nataka tubaki hapa kwenye swala zima la upande wa Young Africans. Huyu Mzize ametamka maeneo mengi. Ametamka Watford, England, ametamka Wydad Casablanca. Mimi natamani hapa sababu hii offer sijawahi kuisikiaga tangu nizalio binafsi. Bongo moja kwa moja iende huko. Watford ni kweli ama anakwenda Wydad Casablanca? Wydad yeye na Aziz na watakwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa dunia. Kwa hiyo ni Wydad, sio Esperance, sio Watford, sio wapi. Ni Wydad Casablanca ndio atakwenda kuchezea msimu unaokuja. Atakwenda kuvaa jezi nyekundu ya pale Morocco. Na vipi kuhusiana hiyo na offer ya Watford, ilikuwepo kweli au ni taarifa tu? Offer zilikuwepo lakini deal ishakuwa closed. Deal na Wydad ishakamilika. Kwa tayari Wydad wamewahi na washauza deal. Kwa hiyo amna tena opportunity analysis zawezi wakitaka kumtaka tena basi waende Wydad Casablanca. Hapo sawa. Lakini sasa turudi kwa upande wa mnyama. Vipi pengine hakuna lolote lile? Mchezaji muda mpya ambaye na wao pia lile lao limekamilika? Bado sijasikia, isipokuwa tu walikuwa wanafanya kuweza kuona baadhi ya maeneo kuweza kuboresha, na kuna baadhi ya nyota ambao wamekuwa wakiwawania. Hata ukiangalia Faisal Salum walikuwa wanamwania, waliweka ofa nzuri na kubwa kuhakikisha kwamba wanaweza kumchukua, na nyota wengine wengi. Kwa nafikiri dili zao, mimi napenda kuzungumza dili ambayo linakuwa 80% mpaka 100. Ukianza kuzungumza kitu ambacho kipo ndo mwanzo mazungumzo, kesho kisipotokea watu hata kuelewa. Kwa hiyo zitakapokuwa tayari zimefikia wala hata 50%, nitakuja kuzitoa na nitakwambia, nitakupigia simu uweze kuja niweze kupatia habari uweze kwenda kutamba nazo. Sawa. La mwisho kwenye usajili, na natamani kufahamu kidogo. Kuna beki wa JK Tanzania yule. Haya pia kipindi fupi alizungumza mara baada ya Yanga kutoa sare na JK Tanzania. Wilson Nangu. Alisema pengine Yanga wanaweza kashukua saini yake mara kitu gani. Pia nataka nifahamu kuhusu Nangu wa JK Tanzania. Vipi kweli alichokuwa na mawasiliano yote na Young Africans? Yanga wana walinzi watatu bora wa ndani. Kwa maana ukimzungumzia Dickson Job, ukimzungumzia Baka, ukimzungumzia na Mwamnyeto, hawa ni top defender katika ligi yetu kwa maana ndani. Kwa hiyo kama wataamua kuongeza mlinzi wakati, ni atakuwa ni mlinzi kutoka nje. Na kuna kipindi walifanya mawasiliano na Inonga Baka, na mawasiliano yao yalikuwa yameendelea vizuri mpaka last time tunapata taarifa dili ilikuwa imekaa sehemu nzuri ya kuweza kwenda kuikamilisha, lakini nitakuja confirm baada ya wiki mbili mbele kuweza kuona dili imekaa wapi, lakini ilikuwa imekaa sehemu nzuri. Inonga na Yanga. Yes, of course. Baada ya wiki mbili tuje tena tulikuwa tunafahamu Lomano vipi kwamba ilimachua au iliishia njiani. Okay, sawa. Lakini turudi katika sajili hizi za Yanga. Lakini pia wachezaji ambao wanaondoka Yanga msimu ujao na wapi? Nafikiri ni timu ambayo wamefanikiwa kuweza kumaintain ubora waliokuwa nao. Miongoni mwa sifa ambayo wako nayo viongozi wao ni kuwa na jicho la kuona, lakini pia kuweza kujua nani anapoondoka ipi itakuwa ni proper replacement kwa upande wake. Ndio maana watu wengi hawakutegemea kumuona kama Israel Mwenda leo angeweza kuja kwa kuclick na kuwa miongoni mwa vipenzi mashabiki wa Yanga. Wao hawakuangalia wakati anaopitia. Wao waliangalia ubora alionao, wakaona kwamba huyu akifika, akipata matunzo mazuri, akapata training nzuri, atakuja kurudi katika ubora wake. Kwa hiyo na walifanikiwa. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba wanajaribu kufanya timu yao iendelee kwa kwenye ubora, na taratibu wameanza kufanya lishafo wakijua kwamba kuna baadhi ya nyota tayari wakati umeanza kuwatupa mkono. Kwa hiyo lazima uwe una replacement ambayo itakuja kuwa nzuri na kuchukua taratibu. Ujue kosa ambalo lilifanyaga Simba, ile timu yao ilipo katika ubora wao waliendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo wamekuja kustuka, timu ishafikia katika climax point, haiwezi kurudi. Kwa hiyo kufanya tena usajili wa kupata timu nyingine mpya inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo Yanga wamegundua, ndio maana ukiangalia kuna baadhi ya maeneo wanaendelea kuyafanyia marekebisho. Na watu wakiangalia kuna kiungo mmoja mkabaji mzuri sana ambaye ushazungumza naye, anakuja kuchukua nafasi ya Aucho. Si kwamba watamwacha Aucho, ila anakuja pale ili kuja kusaidia naye, ili muda wa kuja kuachana Aucho yeye ameshachukua nafasi ya kuweza kuendelea. Kwa hiyo wameona mapema kufanya replacement katika maeneo ambayo wanafikiria wataje kuweza kuyaboresha. Sawa, nishukuru katika hilo. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo
kamili kwako yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.